Galacha wetu. Galacha wetu. Naam, uhali gani tena Mtanzania? Nafikiri ilikuwa ni hamu yako kubwa sana ukiwa macho yako yote umeelekeza katika TV yako pendwa ya Talta TV. Na leo bana, Galacha wetu, kipindi chetu pendwa kabisa hichi kimeweza kuanza. Na leo pia tunaye Galacha mtu mzito kidogo hapa. Ni mhazili na mkuu wa kituo cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani NIT. Naye si mwingine ni Galacha Godlisten Msumanje. Na tupo naye hapa. Karibu sana mhazili wa kituo cha umahiri na usalama barabarani NIT. Karibu sana. Asante sana. Pengine mimi nimekutambulisha, pengine naweza nikawa nilikosea katika namna moja mbili. Karibu Watanzania wanakuwa unajitambulisha. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Godlisten Msumanje, ni mhadhiri na mkuu wa kituo cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani hapa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT. Wow. Nafikiri katika Talta TV na Talta kwa ujumla ni mambo ambayo yanahusiana na wataalamu wa logistic na usafirishaji hapa Tanzania. Na leo nafikiri jambo hili litakuwa limekufikia mpishi kabisa na mlengwa. Tunajaribu kuangalia, je, Watanzania kuna hitaji la kuwa na wataalamu wa logistic, hitaji kubwa la kuwa na wataalamu wa logistic na usafirishaji ndani ya Tanzania? Kwanza hitaji ni kubwa na tumechelewa. Kama unavyofahamu, taaluma ya logistics na usafirishaji hata duniani ni taaluma changa, kwa sababu taaluma hii imeanza kukua kwa kasi kuanzia miaka ya 80. Hapo kabla haikuwepo kwa kiasi hicho, na hii ni kutokana na maendeleo ya teknolojia ya matumizi ya makontena, containerization, ambapo ilichangia kwa kiasi kubwa kuchochea maendeleo na kufanya usafirishaji wa kimataifa wa mizigo, lakini vile vile mahusiano ya kimataifa, lakini vile vile maboresho ya mifumo ya usafirishaji na usalama ya kiusafirishaji wa mizigo ilipelekea kukua kwa hitaji, na hivyo sasa dunia ikaona kuna haja ya kuwa na hii taaluma. Kwa Tanzania, kwa mfano Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kimeanza kufundisha masuala ya usafirishaji mwaka 1975 na mwaka 1982 ilianza rasmi kutoa elimu ya ngazi za stashahada na elimu ya juu. Unaona kwamba miaka hii ya 80 ilionyesha kwa Tanzania sasa, baada ya kutambua umuhimu wa hii sekta, wakaanza kutoa hii elimu, na mpaka sasa unaona trend ya wanafunzi walivyokuwa wengi na kwenye sekta inavyoongezeka. Na ndio maana unaona Talta imeanzishwa. Asilimia kubwa ya watu wa Talta wamesoma Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Lakini hayo ni matokeo ya kukua kwa sekta yenyewe. Taaluma hii bado ni changa na bado haijawa na mifumo mizuri ya udhibiti, sio kwa Tanzania peke yake, Afrika nzima na hata duniani. Ndio maana taaluma hii bado hazijaweza kutambulika sana. Na Talta kuanzishwa kwake, kwa kuwa bado ni changa pia, taasisi yenyewe bado haijawa na msimamizi wa kusaidia hii sekta. Lakini ikiwa Talta ikaweza kupata mamlaka ya kisheria kama mfano bodi, itaweza hasa kusimamia sekta hii na kuifanya sekta iwe na tija zaidi. Na ukiangalia hata sasa changamoto unazoziona za migogoro ya ndani ya nchi, kwa mfano kule Kongo, mnasikia taarifa mbalimbali migogoro, na mfumo huu wa logistiki na usafirishaji usipokuwa vizuri kwenye nchi,
Uchumi pia hauwezi kuwa vizuri kwa sababu nchi zinategemea usafirishaji. Pasipo usafirishaji hakuna uchumi. Hakuna nchi ambayo inaweza kuendelea bila kuwa na mfumo mzima na madhubuti wa usafirishaji ambao ni salama lakini ni gharama nafuu. Sasa mfumo huu uwe salama, uwe gharama nafuu, unahitaji watu wenye uwezo na wenye taaluma ya kuweza kusimamia, ya kuweza kuratibu na kuweza kufanya usafirishaji ulete tija kiuchumi lakini vile vile kijamii. Asante sana. Na tukija kuangalia hapa Mr. Msumanje, tumeona ndio moja ya changamoto ambayo inaweza ikawa inaikumba tasnia ya logistic na usafirishaji kwa ujumla, iwe Tanzania na nje pia ya Tanzania, ni janga kubwa lililopo ni ajali sasa. Na ajali imekuwa ni kitu kikubwa sana. Je, wataalamu wa logistic na usafirishaji kwa ujumla kwao wanachezeje hii nafasi, na inakueje kama changamoto kubwa, na namna gani vipi inaweza ikaepukika, na tunachezeje nayo katika nafasi yetu kwa ujumla kama wataalamu? Kwanza ndugu mtangazaji wa TALTA, nikupe ufahamu kidogo. Suala la usalama barabarani ni janga la dunia. Yaani dunia sasa hivi inazungumza ni namna gani ya kukabiliana na ajali. Kwa sababu kwa takwimu za WHO kwa mfano, kila mwaka tuna watu zaidi ya 1.2 milioni hupoteza maisha kutokana na ajali za barabarani. Lakini kwa Tanzania kwa mfano, kwa mwaka uliopita tumesikia, hata kwenye hotuba ya rais umesikia, alipokuwa anaongea na taifa wakati anafunga, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, wakati anaongea na taifa kwa wiki ile ya mwisho ya mwaka wa kufunga mwaka Disemba, alisema na uliona hasira yake na namna gani anavyojisikia vibaya kuhusu masuala ya ajali. Kwa sababu alisema, na ndivyo takwimu zinazosema kwa mujibu wa pia jeshi la polisi, kwamba takriban zaidi ya watu 1,700 Tanzania pekee wanakufa kwa ajali za barabara. 1,700. Zaidi ya watu 2,000 wa Tanzania wanapata ulemavu na kupata majeraha mbalimbali. Matukio haya yanaumiza kwa sababu ukipiga mahesabu ni nguvu kazi ya taifa kiasi gani. Na bahati mbaya ili kundi kubwa hili ni vijana kati ya miaka 15 mpaka 29. Lakini kwa takwimu zaidi ya 69% ya nguvu kazi ya taifa kuanzia miaka hiyo 15 mpaka 59, nguvu kazi ya taifa na nguvu kazi ya dunia kwa takwimu pia za WHO, hili ndio kundi ambalo linakufa zaidi. Hawa ni nguvu kazi ya taifa au nguvu kazi katika dunia. Na kwa sehemu kubwa unaona vijana ndio wako kwenye bodaboda ni vijana, kwenye madaladala ni vijana, kwenye malori ni vijana, hakuna wazee huko. Na ndio wanaokufa. Kwa hivyo idadi hii tafsiri yake ni kwamba ni vijana wengi wanapoteza maisha ukilinganisha na ya kundi la watu wazima au wazee. Kundi la wazee utawakuta kwenye ajali ama wakiwa wanatembea barabarani. Watoto pia tunaona asilimia kubwa kwa sababu ya barabara zetu sio salama, na watumiaji wa barabara, madereva wengine hawazingatii kanuni, sheria na miongozo ya usalama ya barabarani, na kwamba kupelekea ajali zinazoweza kuepukika. Kwa mfano, mtu anapita kwenye kivuko cha waenda kwa miguu, mtoto mdogo anakatiza, wewe unamuona kabisa mtoto anakatiza, alafu wewe unaendelea kukimbiza gari, unapelekea ajali. Lakini tunaona sababu nyingi zinatokana na nini? Tabia za mwanadamu. Kwa mfano, mwendo kasi, uendeshaji usiozingatia sheria, kuovertake mahali kusipostahili,
na kutojali watumiaji wengine wa barabara. Haya yote yamepelekea matukio ya ajali kuongezeka. Sasa wataalamu wa sekta sasa wanafanya nini? Wanafanya nini ili kuhakikisha tunaokoa nguvu kazi ya taifa, tunapunguza gharama za uendeshaji wa taifa, kwa maana ili kundi kubwa hao wanaofariki, kwa mfano kwa mwaka mmoja, mwaka jana watu 1,700 Tanzania pekee. Unafikiri familia ngapi katika hili kundi wamebaki yatima? Wengi. Ni familia ngapi zimeongeza idadi ya umaskini? Yatima wameongezeka kiasi gani, au wategemezi wameongezeka kiasi gani? Kwa sababu unakuta anayefariki ni yule ndo anayetegemewa alete chochote nyumbani. Walemavu wameongezeka kiasi gani? Hawa watu, ili kundi hawa wote wamepeleka mzigo hospitalini. Serikali inaingia gharama kubwa kugharamia kufanya matibabu, vifaa tiba ambavyo vingeweza kutumika kwenye shughuli nyingine kwa kuhudumia watu wengine, lakini wanatibu watu waliopata ajali za barabara. Lakini vile vile hawa ambao wanawahudumia hawa watu wanaopata majeraha, familia, hawafanyi kazi zao, hawaendi kwenye shughuli zao, wanakimbilia hospitali kumhudumia huyu mtu, kukaa naye hospitali, mwingine amefika kwenye koma. Kwa hiyo mtu hawezi kufanya shughuli. Kwa hiyo zina athari kiuchumi na athari kijamii. Kwa hiyo na umaskini utazidi kuongezeka, kwa sababu watu idadi ya 1,700 sio watu wachache kwenye taifa. Lakini sasa sekta hii wataalamu sasa wanapaswa kufanya nini? Kama tunazungumzia wataalamu, mimi ningetarajia TALTA, kwa sababu ni chama ambacho kinasema kwa habari ya sekta kwa niaba ya wataalamu. Maana chama hiki kimeundwa na wataalamu wa logistics na usafirishaji. Na mimi pia ni mwanachama wa chama hiki. Ndio. Tunafanya nini sasa ili tuweze kusaidia taifa? Bado usisubiri uonekane wakati wewe hutaki kujionyesha unafanya nini. Sawa. Watu watakutambua kwa kile unachofanya. Sasa wataalamu ni wakati wetu sasa kusaidia taifa kwa kweli. Kusaidia taifa. Ukiangalia kama ulifuatilia ile hotuba ya rais, unaona kabisa namna gani anakerwa na ajali za barabarani. Kama vijana, kama wataalamu wa sekta, tuna taaluma ya kutengeneza uchumi kupitia usimamizi mzuri, lakini tuna taaluma pia ya kufundisha usalama barabarani. Tena sio kwa madereva peke yake. Wataalamu wa sekta ya usafirishaji walioajiriwa kwenye taasisi mbalimbali, kwenye kila kampuni, wanapaswa kufundisha masuala ya usalama barabarani. Kwanza kwa madereva, lakini pili kwa wafanyakazi wengine ndani ya kampuni, na pamoja na wale key staff, wafundishe iwe ni tabia. Yaani kampuni yenyewe ijisikie fahari kupunguza ajali, kwa sababu ni faida pia kwenye kampuni. Kwa sababu kampuni inapofululiza kupata ajali, kampuni inapoteza sifa. Manake kukubalika kwake kunashuka. Watu wanaogopa, unachafua jina, reputation ya kampuni inashuka. Kwa nini? Kwa sababu ajali gari, wanasema hizi gari zinasababisha ajali sana. Kwa hiyo jina lako linashuka. Sasa manake unapoteza wateja. Uchumi wa kampuni unashuka. Na obvious utakufa. Ndio maana unaona kampuni nyingine zinabadilisha majina, zinajibadilisha tu kwa sababu zinaogopa hiyo kadhia. Watu hawako tayari kuendelea kupata shida. Kwa hiyo wataalamu wanapaswa kutoa elimu tena aggressively masuala ya usalama barabarani popote wanapokuwa, kwenye kampuni zao na kwenye familia zao na kwenye platform kama hizi, kwenye mikutano, wasiache kusema kuhusu usalama barabarani. Kwa mfano sisi hapa ni kituo cha kikanda cha umahiri katika
masuala ya usalama barabarani. Kituo hiki hapa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kimeanzishwa kwa juhudi za serikali katika makusudi yake ya kuzungumzia masuala ya usalama barabarani, na ni njia mojawapo ya kuhakikisha masuala ya usalama barabarani yanafanyaje, yanapungua kama sio kuisha kabisa. Kwa kufanya tafiti, sisi tunafanya tafiti za usalama barabarani katika pila zote 5 au nguzo za usalama barabarani. Nguzo ya kwanza ni usimamizi wa barabarani, road safety management. Na nguzo ya pili ni safer road and mobility, kwa maana miundombinu, usalama wa miundombinu ya barabara na watembeaji wa barabarani, matumizi ya barabara. Lakini vile vile kuna nguzo ya tatu ni vyombo vya usafiri salama, safer vehicles, kama vyombo vya usafiri tunavyovitumia viwe salama, ili tunapovitumia tufike wapi? Tufike tunako kwenda salama. Tuna nguzo ya 4 tunaita safer road users, hii au usalama wa watumiaji wa barabara, kwamba mtumiaji wa barabara anapotumia barabara sio adhabu, anatakiwa afike sehemu anakokwenda salama. Kwa hiyo na nguzo ya 5 ambayo ya nyingine ni nguzo inayozungumzia baada ya ajali sasa kutokea. Maana nguzo ya kwanza, ya pili na ya 3 na ya 4 zinazungumzia njia zote za kuzuia ajali. Zote zinazungumzia namna gani ya kudhibiti kusitokee nini? Ajali. Hii nguzo ya 5 inasema hii tunaita emergency and post crash response, au baada ya ajali ni namna gani huduma za usaidizi zinamfikia mwathirika wa ajali, au baada ya ajali kutokea, wale majeruhi wa ajali, huduma inawafikia kwa kiasi gani, kwa haraka kiasi gani? Kwa sababu takwimu zinaonyesha kuna muda wa lisali moja la kuamua mtu anakuwa hai au anakufa, anapata ulemavu wa kudumu au anapata unafuu ndani ya lile lisali moja. Tunaliita golden hour, muda wa dhahabu. Maanake huo muda ni muda wa kuokoa. Dakika 15 za kwanza mpaka 20 baada ya ajali, anatakiwa ule mtu ameshapata msaada wa huduma ya kwanza. Na ndani ya hiyo lisali moja, huyu mtu au ameshaanza kupata huduma za hospitali, ameshafika kwenye maeneo muhimu kupata huduma za hospitali. Kwa mazingira hayo, tutapunguza idadi ya vifo. Kwa kufanya hivyo, tutapunguza idadi ya vifo hata kama ajali imetokea. Tutapunguza madhara zaidi kama utawahi kumhudumia. Kwa mfano, mtu amepata labda ni damu inamwagika kwa wingi, akiwahi kupatiwa huduma mapema, maana yake unadhibiti damu isiendelee kumwagika kwa wingi, maana yake utamfanya yeye aendelee kuishi. Labda ni amepata ajali, amekunja shingo, imelala, ukimwahi pale hata kufa, utakuwa umenyosha shingo, utanyosha shingo yake na ataweza kupumua vizuri, utakuwa umepunguza idadi ya vifo. Kwa namna hiyo tunapunguza idadi ya vifo. Kwa hiyo kituo hiki cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani, yani Regional Center of Excellence for Road Safety, ni mahususi katika kufanya, kimeanzishwa mahususi kufanya tafiti za kiusalama barabarani, kufanya mafunzo ya usalama barabarani, lakini vile vile kutoa kufanya ushauri elekezi kwa masuala ya usalama barabarani. Sisi huwa tunafanya pamoja na program mbalimbali ambazo tunafanya za hapa main campus, yani NIT, lakini vile tunafanya outreach programs. Tunafanya outreach, maana tunawafikia wadau kuwapa elimu. Tumekuwa tumeenda kule kanda ya kusini, nyanda za juu kusini, kule Njombe tumetoa elimu ya ukaguzi wa barabara salama. Ilikuwa na mafanikio kiasi gani? Tulikuwa tumefanya audit Njombe, Dodoma, Mwanza na Zanzibar, Unguja. Ndio. Tumefanya pia outreach za kufika kwenye shule za msingi. Ndio. Dodoma,
na Zanzibar. Okay. Unaona Lakini vile vile hatujaishia hapo. Tunaenda Kigoma. Tuko kwenye wiki ijayo tunaenda Kigoma kwanza tarehe 15. Tunaenda Kigoma kwenda kutoa elimu. Kuna barabara inajengwa, serikali inajenga barabara kule ya inayounganisha Tanzania na Burundi. Unaona Sasa ile inaitwa Kabingo Kasulu Manyovu. Kwenye ile barabara ndio ndani ya katika package ile barabara ndio imeanzisha hichi kituo. Sasa kwa hiyo barabara imekamilika, watu wanatumia barabara vibaya. Tunakwenda sasa kuwapa elimu ya matumizi sahihi ya barabara. Tunakwenda pia Mbeya. Wiki hiyo tunakwenda Mbeya, kule Mbeya na Songwe. Tutakuwa na wiki mbili pale kutoa elimu ya usalama barabarani katika mikoa hii mitatu. Na baadaye tutakuja Dar es Salaam na Pwani. Tunalenga watoto wa shule za msingi. Sawa. Tunalenga mabodaboda. Tunalenga madereva na jamii inayotumia barabara. Kwa sababu tunataka hawa wote wapate hii elimu ili tubadilishe tabia, waweze kuona jukumu hili la usalama barabarani ni la kila mmoja wetu. Sawa. Na mafanikio yake nadhani utayaona. Kama hao watu wakibadilika tabia, matokeo ni takwimu zitaongea. Kwamba tunatarajia baada ya kupata elimu pamoja pia NIT imeendelea kutoa elimu endelevu kwa madereva, professional drivers. Imekuwa inatoa elimu, lakini imefikia kwenye mataasisi. Tunatoa elimu, tunashirikiana na wadau mbalimbali kufanya mafunzo haya. Tunashirikisha pia katika kujenga uwezo. Tunatumia wataalamu kutoka nchi mbalimbali kujenga uwezo na capacity ya center. Lakini kwa mfano juzi tumemaliza capacity building training hapa ambayo imeendeshwa na watu kutoka Sweden, wataalamu wa road safety, magulu wa road safety kutoka Sweden, kutoka Uingereza, kutoka Tanzania na kutoka Finland, kutoka South Africa. Hawa wote walikuwepo kwa siku 11, siku 11 walikuwa hapa kujenga uwezo wa wataalamu, lakini na wadau wote wa sekta ya usafirishaji ikiwemo jeshi la polisi, TANROADS, NIT, DIT na taasisi nyingine za serikali na binafsi ambazo tulichagua ili kwa sababu ni wadau mahususi ili tushirikiane nao katika kufikia jamii kwa masuala ya usalama barabarani. Kwa hiyo na wadau hawa wengine wote wanaunganishwa. Kwa mfano wataalamu hao wa sekta usafirishaji, kila mmoja anafundishwa masuala ya usalama barabarani anaposoma. Kwa hiyo matumaini yetu sasa wataungana na chuo, wataungana na center hii iliyoanzishwa kwa kushirikiana na TANROADS ambao ni wadau wetu mahususi sana, tunafanya nao kazi kwa karibu sana, na Wizara ya Uchukuzi, Wizara ya Ujenzi. Tunakuwa tunashirikiana nao sana katika kufanikisha masuala yote ya usalama, kufikia wadau. Lakini bila kusahau jeshi la polisi ambao kwa kweli hawa katika kila tunakokwenda tunafanya nao, tunashirikiana kwa karibu sana ili kufikia wadau. Sasa na wadau hawa wataalamu wa sekta yenyewe ikiwa watatumia hii nafasi na ujuzi walionao kufikisha elimu kwa jamii yao, kwa kweli elimu itafika na tutayaona mabadiliko, na sisi tumeanza kuyaona matunda. Ni tunatumaini miaka michache ijayo, mpaka miaka 5, mkakati wetu ni kwamba kuhakikisha mchango wa center katika kusaidia taifa kupunguza ajali nchini unaonekana dhahiri. Center na chuo cha taifa cha usafirishaji ambacho kwa kweli kimejitahidi sana kuhakikisha masuala ya usalama barabarani yanaonekana kweli chuo kinafanya. Na kwa mfano mkuu wa chuo Dr. Prosper Mgaya juzi akiwa anafungua mafunzo alizungumza vizuri sana. Akasema taifa linategemea sana
elimu inayotolewa na center inapopeleka hii elimu na kujengewa uwezo, kuna matumaini makubwa kwamba taifa litapokea, au wadau watapokea na wadau watakubali mabadiliko, ili kweli masuala ya usalama barabarani yaweze kuwa yapungue ama yawe historia katika nchi yetu. Ndio maana tunasema jukumu la usalama barabarani liletu sote. Hakuna ambaye ana mandate ya kusema yeye peke yake ndo anaweza kumaliza tatizo la ajali. Lazima tushirikiane kwa pamoja, wadau wote wa ndani na kadhalika. Kwa juhudi za Umoja wa Mataifa, mikakati ya Umoja wa Mataifa, Millennium Development Goals, na second decade of action, ambazo zote ya mwaka 2030, maana yake 2021 2030, lengo lake ni kupunguza ajali kwa angalau nusu ya vifo vinavyotokana na ajali.